Abi, kiukweli reality mimi siko sawa. Kuna vitu vingi sana viko sawa. Right now sipo na mke wangu. Anadai talaka, lakini mimi siwezi kuitoa talaka because I still need her. Nimechanganyikiwa sana. Kwanza nikupe pole sana rafiki yangu. Na pili, kwa sasa hivi unakaa wapi? Unaishije? Basi kama vipi njoo hapa nyumbani tuishi pamoja. Sitokubali kuona rafiki yangu na tangatanga ingali mimi rafiki yako wa karibu nipo. I'm good. Kila kitu kiko sawa kwa upande wangu. Ila kitu ambacho kinachonichanganya ni huyu mwanamke ambaye alikuja kwenye maisha yangu na kuharibu kabisa. Unajua Aisha alinisamehe kila kitu. Aisha alianza kusahau kila kitu, kila kosa ambalo mimi nimemfanyia. Lakini by the time anasahau kosa, linakuja kosa lingine ambalo sijalifanya mimi. Kuna mwanamke alikuja nyumbani ghafla tu na kujitambulisha kwamba yeye ni mwanamke wangu. Mbaya zaidi, aliponiona akanikumbatia. Baby, niko ndani. Abi, huyu ndio mwanamke mwenyewe. Abi, huyu ndio mwanamke mwenyewe alikuja kuiharibu ndoa yangu. Huyu ni huyu ni mwanamke wangu. How? Hapa ninachokizungumza, mwanamke aliyekuja kuharibu ndoa yangu ni huyu. Mimi sio mjinga, nina macho na naona. Ni yeye. Kwanza punguza jazba, punguza hasira. Kama nilivyokuambia hapo before, huyu ni mwanamke wangu. Kwa hiyo nitakaa naye chini ili niweze kumuuliza maswali yangu. Ni kwa nini kaamua kuja kujitambulisha mke wako ingali ni mke wangu mimi? Abisu, nataka nipe majibu. Sitoweza kukubali ndoa yako ivunjike ingali mimi rafiki yako nipo. Alafu huyu ambaye ni mpenzi wangu aje kuivunja ndoa yako. Haiwezekani hata kidogo. Abisu, zungumza naye. Kwa sababu hapa tunazungumzia ndoa yangu. Nimemuona adui yangu. Tena nimemuona kwa macho yangu. Sitokubali ndoa yangu ife. Ikiwa anayeua ndoa yangu namuona, alafu yeye akiwa na furaha. Sitokubali. Abi, sitokubali. I'll be back. Mesi sasa mpete tuwai kazini. Sejone na nini, yani hapa tuende kazini. Mida ya kazi. Sasa mke wangu, nigia basi leo likifahami ni wenzangu site, manake mafundi wenzangu wananisekelezea huko. Alafu leo kuna mitofali kama 5,000 ya kupandisha kwenye gorofa. Ni waishe yuko kichuma changu hilo lijambia langu hilo, mimi nikafanya zangu makazi. Yaani unajua mume wangu jana nilikwambia ende nijikusaidia. Kama mke na mume mimi siwezi kukutupa mkono.
Mimi nina nguvu nyumbani, nilikuwa nabeba tintima na koloso. Matofali mimi yanisumbua. Nimejiandaa hapa leo tunatoka wote. Wewe unabeba tofali 2, mimi nabeba tofali 1, tunapandisha juu. Kazi inakuwa imekwenda. Wala kuna shida. Nisikilize basi mke wangu. Alafu mimi nilijua yale ya jana yameisha. Kumbe bado naendelea nayo. Sisi Wasukuma, yani sisi Sukuma gang. Sisi tumefundishwa jambo moja. Mwanamke ni mtu wa kutulia nyumbani. Mwanamume unatakiwa uhangaike, ule kwa jasho. Sasa wewe mwanamke unatakiwa uzae kwa uchungu, alafu mimi nile kwa jasho. Mimi inabidi nikakutafutie mwanamke utulie ili ule vizuri. Sasa hili jambo kwa wewe uende kazini na mimi niende kazini. Yaani sawa sawa na wewe mwanaume na mimi mwanaume. Nielewe basi mke wangu mzuri Nikae tu hilo linifaa mimi niende zangu kazini. Sasa wewe jana ndo ulianza. Leo ndo msaidizi wako nimepatikana tunakwenda. Yaani leo mguu mosi mguu piti wote huko kivule huko. Ndo huyo bosi wako atajua kwamba kumbe wewe una mwanamke. Anafaa kuacha unalala huko, una majukumu nyumbani. Haya nyanyuka twende. Jamani. Unajua kuna muda wanasemaga ama konde wabishi, ama konde wagumu, sasa ndo nazidi kuelewa. Wao mbona mwanzo kwaka hivyo Mtu anakuambia mambo ya kazi. Wewe unakaa unashupalia twende kivule wote. Wewe kivule unakujua wewe. Huko kivule mimi napoenda natoka hapa napanda kadi ya kwanza. Umesikia? Mpaka Goms, unaona? Napanda kadi nyingine mpaka kivule. Kivule nikishuka napanda farasi ndio nafika. Sasa wewe unafikiri mpaka ufike sio utakuwa umechoka wewe. Nikiwa kwa nalo likifaa bwana mimi ni wahi. Wewe usipindishe mada. Kama mimi nitaacha ndala, wewe utaacha buti. Tunarudi wote peku. Twende. Simu langu linaita swina. Namba gani? Sijui ndo libosi linanipigia. Sasa ngoja nipokee afu niliweke loud speaker ili ujue kwa mimi ni mwaminifu kwako. Kabosi. Dizonga. Mbona hauji? Mimi nakungojea wewe. Nimekupigia kwenye simu yako. Umeniblock. Nimeamua niazime simu. Njoo bana, mimi sio nautaka. Hebu mwache wewe makonde. Unajua mimi nakungojea wewe. Maji tayari nishakuandalia kuoga. Ukifika tu utachagua wewe. Ule ndo ule au umle mpishi kwanza. Dakika 5 tu nakusubiri mpenzi wangu. Aisha, sijui nizungumze nini, lakini natamani unielewe. Ni kweli nimekukosea mama. Nimefanya makosa makubwa sana. Nahitaji kurekebisha kwenye kile ambacho nimekifanya. Mimi kuwa peke yangu, kuna kitu kikubwa sana kinakosekana. Na kuhitaji sana kwenye maisha yangu kuliko unavyofikiria. Nakuomba mama. Hivi Butua, unahisi wewe maneno yako yanaweza kubadilisha kitu? Wewe ni katili sana. Yaani unyama wote ule ulionifanyia, ukaona haitoshi, ukaamua kutembea na kiduchu na kumpa mimba. Kweli? Sidhani kama ipo hivyo unavyofikiria. Nikiri nimekukosea. I need to change. I need to clear out. Na kuhitaji kuliko maelezo Aisha. Siwezi hata kukupa talaka kwa sababu nakuhitaji kwenye maisha yangu. Siwezi. Nawaza naanzia wapi? Toka nimetoka kwako, akili yangu bado inakuwaza wewe. Kwenye kila ninachokifanya bado nakufikiria wewe Aisha. Please, naomba unielewe. Let's clear out, nisamee. Nakiri nimekosea, nisamee mama. Nakuomba. Nisikilize nikwambie. Tena naomba unisikilize kwa umakini. Sahau chochote kile kuhusiana na Aisha. Na kuanzia leo iwe mwanzo na mwisho kuja hapa nyumbani kwangu. Na labda nikwambie, nahitaji talaka zangu zote 3. Naomba uende. Aisha, please. Toka Butua. Nimesema nenda Butua. Nahitaji kuanza upya. Sitaki kukuona. Toka kwangu.
nitapata sheria ili kudai talaka zangu. Naomba uende. Pole sana. Yaani sijui unaumwa apoje. Unajua hajawahi kuridhika Alafu mimi hakuniambia kama ameoa. Hata hivyo naomba nisamehe kwa kuharibu ndoa yenu. Usijali, wala hujakosea. Umenitoa gizani. Unajua nini? Kuna muda inapaswa umwache unayempenda kwa ajili ya anayempenda. Pamoja na hayo, tunaweza kuwa marafiki. Naitwa Deko. Naitwa Aisha. Unatakiwa kufanya maamuzi. Na maanisha unatakiwa kumwacha mwanamke wako. Dawa ya mwanamke msaliti ni kumpa talaka. Habibu, sawa. Mimi nakuelewa sana. Yaani nakuelewa kuliko unavyofikiria. Lakini hapa unaizungumzia ndoa yangu. Unazungumzia mwanamke ambaye nimeapa awe mke kwangu. Hivi jamii itanichukuliaje? Jamii itanifikiriaje na muacha mwanamke kwa neno? Na muacha mwanamke kwa maneno ambayo wewe umeyazungumza? I have to find a better way. Sio hiyo ambayo nizungumza. Natakiwa nione kwa macho. Hapo hapo. Mimi nina mpango. Na mpango wangu mimi kukuhakikishia kuwa mwanamke wako anakusaliti. Nitakuonyesha. Nitafanya kila njia niwezavyo. Ila niahidi tu, ukimfumania utamwacha. Abi, nitamuacha. Tena nitamuacha kwa talaka 3 na sitojali wala kuangalia chochote kile. Nitamuacha. Kwa sababu kama anaweza kunisaliti, hafai kuwa mke. Hata kama nimefanyia makosa kiasi gani. Lakini hapaswi kunikosea. Nitamuacha mara moja. Wewe nionyeshe anayechiti naye. Sitofanya kosa lolote, lakini nitamuacha mara moja. Sawa. Subiria mchezo uanze. Na usubiri mchezo ili na mimi nione mchezo. Bibi kauye mjumbe wa mjini, akilitaka lake sijui utasema nini. Hapa ndo nakusinyanyasia. Ndo hapa mwenyewe napokatambia. Haina naongea mpaka mishipa shingo na nitoka kwa chumba hiki. Maisha wana. Yaani unamnyanyasa mwanitoka ugali na tembele. Jaji pata kuku au dagaa. Kwa hiyo umekataa kuja kwangu na unaniletea sehemu kama hii. Kweli? Sasa mimi nilika wasina sehemu nyingine ya kukupeleka. Labda nikupeleke kwenye madaraja. Haina shida. Sababu nakupenda. Ipo tayari kulala hata kwenye pole. Kwa hiyo hapa ndo anakunyanyasa. Hapa mwenyewe ndo anatamba kweli. Muda wote anamtoka tu kadiri sehemu mwenye kama hiyo. Panda na demu wake ndani.
Mimi na nikagani tukati. Wewe huku, mkewe kule, mimi kati. Asebu angalie, ili ujisikie vibaya. Mtoto wa kiume kama alafu unaniambia, "Njoo nyumbani, mimi kwako uko shiru nini?" No. Yaani Mulamu, kitendo unachokifanya wewe ni kosa kisheria. Yaani haiwezekani mimi napotamba na mke wangu na wewe unataka kuja kutamba hapo hapo. Hivi unanichukuliaje labda? Alafu sasa ulivyokuwa mjinga, use kama be mkubwa wako jamani tulomwacha kule Mtwara eti. Si be mkubwa wako alioniwezesha mimi kwenu Lindi, si ndio? Lakini wewe na ujinga wako unakuja unaruka naye. Na sasa nisikilize kitu kimoja. Kitendo ulichokifanya ni cha kijinga na akikubaliki. Na kama kuna sehemu ungekuwa wanauza wajinga, mimi ningekuuza wewe mjinga wewe. Sasa kwa kuwa mmekuja wenyewe, kuku wangu mmekuja bandani. Sasa leo nafumu wote wawili. Yaani leo wote na chapa wajinga nye. Mmoja mmoja hapo ajipange. Busu la moto